Combination nzuri sana ya kwake Malkia Karen, Fobi mwenyewe Mtumbadi pamoja na Ibra Nation. Fobi, mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nataka niulize. Wakati For First Time mnaingia kurekodi ngoma, hivi Karen alikuwepo kwenye mipango yenu au alikuja tu baadaye? Maana najua wewe na Ibra Nation of course mnafanya kazi nzuri sana. Nataka nijue aliyepropose hii idea kumweka Karen wakati kuna watu wa kike wengi sana ambao walikuwa nao karibu. Idea ilikuwa nifanye na Ruby mara ya kwanza. Ilikuwa ni Ruby na Ben Paul. Kwa sababu ya brother Ben Paul aliwahi kunifuata ananiambia bana tufanye ngoma na nini, tafuta ngoma tufanye, nikamwambia fresh. So mimi ni mwanamuziki ndio maana huoni collabo nyingi. Mimi si mtu wa kukurupuka. So aliponiambia hivyo mtu mwingine ingekuwa Ben Paul ananiambia hivyo, alafu ukiangalia muda ulikuwa 2018. So ilikuwa mimi bado mdogo kidogo. Yaani nilikuwa ndo naendelea kuja vizuri. Msanii ambaye alikuwa anaangaliwa sana. So sikukurupuka, nikawa natafuta tu ngoma kali au idea kali ndio nifanye naye. So nikatafuta kitanda. So wakati namcheki Ben Paul, brother akanambia bana mimi nimesafiri. Lakini pia sitaki watu watatu, mimi nataka watu wawili, mimi na wewe. Nikamwambia sawa brother, haina noma. So mbadala wake nikawa natafuta nani anaweza kukava ile nafasi kwa sababu mimi wimbo nilikuwa nimeuandika wote. Yes, kila sehemu nilikuwa nishaiandika, yani melodies, lyrics, nilikuwa nimeshaandika kila kitu. So nikawa naangalia nani anaweza kufit. Nikagundua kuwa Ibra Nation anaweza kufiti kwa Ben Paul. Alafu kwa Ruby nakumbuka wakati huo ndo anafanya kazi na The Mafic. So alikuwa na yeye amesafiri ameenda South Africa sijui kushoot video. Nikaona kama atanichelewesha. Ikaja nikataka kumweka Nandi pia, baadaye nikataka kumweka Mimi Mars. Lakini au wote ikawa kuna vitu fulani hivi vimetokea. So nikaamua kufanya na nikabidi Karen aliwahi kunitafuta ananiambia bana nataka tu niandike wimbo na nini vitu kama hivyo. So baadaye nikaona ngoja nimsikilize, nitumie kazi zako. Alikuwa na wimbo mmoja nakumbuka, nikamtumia nikamsikiliza, nikagundua ana sauti nzuri, ukimpanga anapangika. So nikaona sababu wale wengine wamezingua na wengine sijui imekuaje, ikabidi nichukue tu yeye mweke pale kwa sababu mimi ni mwandishi pia naweza kupangilia melodies, sauti ya mtu. Nikampanga ndo akakaa Karen. Hiyo ndo sababu kwa nini nilichukua Karen. Bwana Karen shavu lilikudondokea wewe, lakini yawezekana wengine wakubali pengine shavu singekuwa kwako wewe. Big time sana kwa Fobi kutambua uwezo wako. Lakini pia tuko na Emirates bwana. Nimekwambia ukitaka kusafiri sasa hivi inabidi utumie sana Emirates kwa sababu jamaa pia wanakuambia haki yako kupanda ndege nzuri zaidi na yenye usalama zaidi kwa sababu itahakikisha kujikinga na COVID-19, lakini pia haki yako pia kuhakikisha kabisa sana yako inafika mbali zaidi. So, ukitaka kufika sana yako mbali zaidi basi sana busy wapo kwa ajili ya kuhakikisha kabisa sana yako inafika mbali zaidi. Tunapiga story na ndugu yetu bwana Fobi. Fobi yuko na vitu vingi sana. Ukitaja moja wa wasanii ambao wana talent ya kutosha zaidi Tanzania ni Fobi. Pengine Fobi hiyo talent yake hajaifikisha vile ambavyo pengine wa Tanzania wanaifanya. Nafikiri kwa sababu gani Fobi? Mimi nafikiri ni muda. Lakini ni muda na Mwenyezi Mungu. Unajua kuna vitu vingine bana unaweza ukafosi sana. Kama bana ifanyike ili afu unataka uwai, unanielewa? Mimi na kitu kimoja. Mimi nina ngazi ambazo mimi nimezipo yani. Unanielewa? Kwamba kuna ngazi ambazo natakiwa nipite. Tofauti na watu wengine. Unajua kuna watu wengine wakipata kajina kidogo ndo wanaselelekea umomo kufanya vitu vibaya au nini. Kwa sababu mimi na uwezo wa kufanya kiki muda wote na kila mtu akastuka na mimi, lakini sitaki kupita kwenye hiyo njia. Nataka kufanya ni wa inspire watu. Watu watakuwa inspired sana na mimi kama nikifanikiwa zaidi uko mbele. Watu watakuwa inspired sana na mimi kwa sababu hawatopita njia mbaya. Nataka niwaaminishe watu kuwa unaweza kufika bila kupita njia mbaya. Kwa sababu game ya bongo sasa hivi imechange. Watu wanapita njia mbaya. Kwa hiyo mimi napenda kupita ngazi zote. Kwamba ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano mpaka nifike kwenye ngazi ambazo nazihitaji. Umeelewa? Kwa mtu mwingine anaweza kafika kwenye ngazi ya tatu akaipita ya 4 na ya 5 arukie ngazi ya 6 au ya 7. Umeelewa? Ukifika kule juu always hizi zitakusumbua ambazo umeziruka.
Ndio. Mimi sitaki kuruka ngazi. Okay. Kuna kipindi alikuwa ni Alikiba alikutaja miongoni mwa wasanii ambao yeye anawakubali sana. Yes. Na uli appreciate sana. Sana. Watu wakajua kuna jambo pengine zikafanya kati ya Alikiba na Fobi, kwa sababu ukiangalia mtu kama Alikiba akikutaja na maana tayari ameshakuwa shabiki yake, anakusikiliza, anaheshimu kazi zako. Fobi alionyesha kukubali kwamba na appreciate kile ambacho Alikiba akakisema. Lakini hakukuwa na ukaribu tena, maybe watu waitegemea labda Fobi angemtafuta King, bwana King bro nini kwa kuwa umenitaja pale nini kwa natafuta nafasi pengine ya kufanya kitu na wewe. Ikawa kimya mpaka this time around. Mimi nafikiri unajua mtu kukutaja sio ndio kwamba yeye anataka kufanya kazi na wewe. Inawezekana unamkubali mtu lakini chemistry zenu haziko sawa. Sisemi kwamba Alikiba na mimi chemistry haziko sawa. Hakuna comments ambazo nyingi huwa nazipata za mimi kufanya kazi na Alikiba. Mwenyeelewa Rich Mavoko na watu mbalimbali. So kuna Rich Mavoko, kuna Alikiba, kuna Nay wa Mitego, kuna Benpo. Hiyo list ninayokutajia ni watu ambao washanitaja sana. Unaelewa? Yaani kila wanakoenda bana wakiulizwa kuna msanii gani unahisi labda ni baddest, bana una dogo anaitwa Fobi. So washanitaja sana kina Kiba, kina nani, lakini sikuweza kumtafuta kwamba bana bro yo na appreciate kitu ambacho umekiongelea. Lakini basi tu ikitokea tutafanya kwa sababu tupo kwenye mzunguko wa muziki. Fobi kuna kipindi alikuwa anatoa sana support kwa wasanii wanaokuja. Niliona ilikuwa ni mwaka jana mwaka huu mwanzoni ulitoa sana support kwa wasanii ambao wanakuja. Ilikuwa ni namna ya kurudisha fadhila ambapo maybe hata wewe pengine ulisaidiwa huko nyuma, au ulikuwa ni kuondoa ile dhana kwa wasanii wengine wakubwa kwamba sio lazima ufanye na underground kwa sababu underground anakuwa bado hajafikia kwenye ile level ambao unataka kufanya naye muziki. Kuhusu hilo swala mimi huo ni moyo wangu. Yaani kusaidia watu mimi ndio nimejaliwa hivyo. Na ndio maana inawezekana pia wakati mwingine Mungu ananichelewesha. Unaelewa? Kwa sababu mimi ni msanii pekee au mwanamuziki pekee ambaye na share kazi za wenzangu. Sana. Hata mtu simjui bro. Nikisikia tu sikio langu likisikia ngoma kali, naichukua na weka kwenye Instagram yangu. Mimi napishana nazo sana huko. Fobi kashare. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine mtu msanii anakuchekio bro, shukrani na nini, una moyo wa kipekee na nini, fresh na noma, tuendelee kufanya kazi nzuri, umeelewa? Kwa hiyo mimi ndo niko hivyo. Sio mtu ambaye wa kukunja. Siku zote riziki anagawa Mwenyezi Mungu. Kuniweka mimi kwenye peji yako haimaanishi kuwa nitakunyang'anya mashabiki au vipi. You never know. Umeelewa? Kwa hiyo wasanii wa Bongo si rahisi sana kuwasaidia watu ambao wako chini au kuposti kazi za wenzao. Imagine mimi nimetoa order sasa hivi. Bwana mashabiki wanaenda nalo hatari. Lakini hebu angalia wasanii. Ameposti Amadai. Ameposti msanii mwingine nani ameposti? Msanii mwingine, lakini imagine mimi wasanii wote unaowaona kwenye hii generation na share kazi. Lakini nani ameshare kazi yangu? Kwa sababu ya hofu na uoga. Wanaona umwamba, umeelewa? Lakini kumbe hii mimi ni talent ambayo nimepewa na Mwenyezi Mungu. Na itafika tu mahala pake. Bwana noma sana. Tuko na Fobi, tunapiga story bwana. Tunashare vitu vingi sana na Fobi. Fobi ana madini mengi na madini ya kutosha. Fobi tupo kwenye order for this around, right? Tunafunga mwaka kwa kutoa ngoma kali. Yawezekana hii ndio ngoma ambayo Fobi iliamini sana kufunga nao mwaka kwa mwaka huu, au kuna kazi nyingine ambayo itatoka kwa sababu still bado tuna siku kadhaa? Ni kweli tuna siku kadhaa, lakini nafikiri hii ndio tuifanye ifunge mwaka kwa sababu unajua kwanza order nimeisubirisha sana. Bwana na ina miaka 4. Miaka 4 au kama sio 5. Tangu mwaka 2016. Bwana 4 kabisa hiyo. Tunaelekea 5 sasa hivi. Yaani wakati Mheshimiwa Magufuli anaingia madarakani. Kwa hiyo nafikiri ni na muda mrefu sana na nimetaka tu kuapprove watu wrong kwamba mimi muziki wangu unaishi. Imagine tangu miaka 4 sijabadilisha neno hata hili hata moja, lakini ndio inaenda nayo sasa hivi. Uandishi ule yani kile melody. Umeona? Kwa hiyo acha tufunge nayo mwaka. Nafikiri video tutatoa soon.
inawezekana leo usiku nikaachia video. Okay. Nataka niulize hapa kwamba Fobi video zako zinachelewa. Kwa nini? Bahati nzuri umeniambia hapa kwamba leo tunatoa video. Video zinachelewa. Za hapa nyuma zilikuwa zinachelewa kwa sababu nilichange kidogo director. Okay. Na uweze amini yule director anaitwa director Chris. Alipoanza kushoot na mimi, kila video ambayo na shoot naye anachelewa sana. Yaani tunachelewa kwa sababu anakuwa anaumwa. Location anadondoka mara hivi. Video zangu zote anazoshoot. Akishoot na watu wengine fresh. Lakini akishoot na mimi tu ndio anakuwa anaumwa sana, watu washaenda kupiga kisomo nini huko. Sijui. Kwa hiyo hata kuna kipindi umeona hata Punguza. Punguza ni video ambayo tumesumbuka nayo sana. Alikuwa anaumwa sana, lakini pia ilo tusumbua zaidi ni wa Mvua na Jua. Ni wimbo ambao tumeenda location, tumeshutia kamera 3. Uweze amini video moja kamera 3. So wakati tunakodi kamera, tunaenda location, tunashoot, jamaa ajiwezi, wakati tunaenda wazima, ajiwezi. Fika tu kwa nini kula, aumwa miguu, mara macho, anatoa kamasi. Bwana wewe. Tunaisha kushoot, tunarudi. Na ndio maana Punguza imekaa karibu miezi 2 haijatoka. Yes. Yeah, kwa hiyo nikaona safari hii nijaribu kubadilisha director pia. So niloshoot naye tumeshoot siku 2 tu. Tumemaliza fresh okay. Mwezi yes. Wasa hivi vipi lakini havijatokea vitu? Havijatokea. Hao watu walipiga kisomo kwa director huyo tu mwingine nini? Sijui mwanangu, yani sielewi. Big time pia changamoto kwenye muziki pia zipo nyingi sana au vipi? Tukubaliana nazo tu afya kuzipa time maisha yaendelee. Tuko tunapiga story na ndugu yangu bwana anaitwa Fobi, tunashare vitu vingi sana lakini nimekwambia kabisa mimi niko na Emirates kwa sababu wananishika mikono kwa lisali 1.5 la kisha nasikiliza haki za msanii and exclusive kupitia Midundo Radio. Ndio nako pale Instagram tuna Midundo_online, lakini unaona nafasi ya kutuambia chochote ambacho unataka kuuliza kuhusiana na Fobi, tuko naye hapa Fobi. Fobi, moja ya kitu ambacho mimi before tena kusikiza ngoma for first time kuna malalamiko yalikuwa mengi sana hapo katikati. Yes. Fobi alikuwa anaandika sana vitu vingi kwamba sometimes kumsaidia mtu lakini asikupe ile appreciation ambayo ilikuwa inatakiwa. Sijui wasanii wa bongo wapoje. Nikajiuliza kwamba Fobi kuna namna ambavyo anaijua sheria yake kama msanii kwamba labda ni make kwenye business kwamba nikimsaidia mtu kibiashara inabidi nani tambumi kibiashara. Labda niache ile kusaidiana kindugu kwamba yasi yakatokea tena malalamiko kama haya ambayo yanatokea. Unajua mimi wakati mwingine mimi mara nyingi nawaambia watu muona zile hashtag. Kuna hashtag inaitwa tetea muziki mzuri. Ndio. Ile hashtag ni ya muda mrefu sana. Okay. Ile yani tangu mwaka 2016 nafikiri nayo. Wakati natoa star. Okay. Ni hashtag ambayo ipo tetea muziki mzuri. Nilikuwa nawaza hata kabla sijaingia mchezoni. Nilikuwa naona kuna watu wana uwezo mkubwa lakini hawapati airtime ya kutosha. Unaelewa? Kuna watu wanajua sana wanakuja kupata airtime ni watu wengine kabisa ambao hawajui. Umeelewa? Kwa hiyo ndio maana nikawa na ile kitu inaitwa tetea muziki mzuri. Nilikuwa nawaza kabisa niwe hata na niwe na sehemu ambayo inatetea tu muziki mzuri. Umeelewa? Niwe na account ambayo inatetea muziki mzuri na watetea watu ambao ni wanyonge, na mara nyingi kitu kizuri kinatoka kwa watu wanyonge. Yeah. Trust me or not. Yani familia duni ndo zinatoa. Mimi sikupingi kabisa hilo. Yes. Kwa hiyo nitetea muziki mzuri kwa muda mrefu na ndio maana unakuta sometimes naweza nikatweet. Nikiona kitu kinaenda wrong na tweet, si kwamba kinanihusu tu hata mimi. No, wakati mwingine hakinihusu mimi, lakini na tweet kwamba hebu tubadilike au tufanye kitu fulani au wewe uko hivi fanya hivi, badilika, fanya hivi. Kwa hiyo ile yote ni kuendelea kutetea muziki mzuri, watu wakae sawa, kwa sababu leo utanifanyia mimi, kesho utamfanyia mtu mwingine ambaye hasikilizwi hata na watu, hana fan base. Umeelewa? Kwa hiyo huwa anajaribu kukemea kimtindo huo. Yes. Bwana naomba sana. Tukasikiza ngoma ya Fobi, tukirudi hapa inabidi tupige story kidogo kuhusiana na mambo fulani vya sheria na misukama hivyo hapa kwa sababu tuko na Fobi. Listen around, ladies and gentlemen, kwa mara ya kwanza kabisa unasikiliza Ode kupitia Midundo Radio na tuko na Fobi hapa na hebu nipe nafasi kwanza ngoma nisitambulishe mimi. Japo mimi nishaipiga lakini inabidi iengelee mwenyewe Fobi kwanza. Hebu Fobi ipe time ngoma yako bwana. Ngoma inaitwa Ode, imetengenezwa miaka 4 iliyopita. Lakini inakimbiza sasa hivi, imekuwa produced na producer anaitwa International Beats, lakini imekuwa mixing na mastered by Liza Classic. Kwa hiyo ndugu ana hilo hapo, video yake soon inafika. So
kwa mara ya kwanza hapa isikilizwe. Oh yeah, ingoma ukisikiliza uweze ukasema miaka 5 4 kama anavyosema yeye Fobi. Ni ngoma ambayo ipo kwenye mahadhi ya kisasa kabisa, yeah. Of course, na ni ngoma ambayo unaweza kuona iko kwa kipindi cha sasa hivi. Yes. Club banger fulani hivi, mashairi mazuri sana nimekwambia. Ukitaja wasanii wazuri, ukitaja muziki mzuri, basi lazima Fobi awe ndani yake. Au vipi? Yes. Na ni kitu ambacho anathibitisha kwenye ngoma ya Ode bonge moja la joint. Nilikuwa naona post nyingi sana mzee za watoto wa kike wana bang nao sana Instagram Hatari sana. Yaani ni wimbo ambao umekuwa catchable mapema sana. Okay. Yaani watu wa kike wameuelewa sana Ode. So watu wa kike hadi wa kiume na maclip mzee sijui bwana wewe hapo ndani. Maclip kibao yani. Mpaka nawaza niamalize siku, yani natamani hata video nisogeze mbele wakati wa kuachia nimalize zile clip kwa sababu nianza kuachia challenge kwanza. Umeona. Kwa hiyo ni wimbo umekubalika mapema sana, na kabla hata ya video, wakati siku hizi watu ngoma na video ndo nakuwa naielewa sana, lakini audio tu hiyo imekubalika namna hiyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu na endelea kupushi. Big time sana kwako mzee wangu, kwa sababu maisha ndo inafanya pia. Yes. Wakati unawaandikia wasanii, mimi nataka tuanzie hapo kwanza tena. Wakati unafanya mchakato wa kuandikia sana wasanii, kuna sometime kuna watu ambao wanakupa respect ya kutosha, kuna watu ambao hawakupi respect kabisa hata kama umefanya kazi kubwa sana. Yes. Ukufikiria kwamba kuna namna ya kuweka ile public kwamba jamani mimi namwandikia msanii au nawaandikia wasanii, ila sasa wewe naye kuandikia tupo kibiashara hapa, inabidi una sign hapa kwamba bwana mimi nimekuandikia hii ngoma na unilipe. Usiri kwamba siponilipa tunapelekana huko Basata huko. Mimi of course kuna kipindi baada ya kuona nafanyiwa vitu ambavyo havieleweki, niliandaa mikataba yangu. Okay. Yani safi sana. Lakini huwezi amini ule mkataba sijawahi kufanya kazi na mtu yoyote kwa sababu watu wakihitaji nikiwapa mkataba hawataki, yani wabongo hawataki mikataba. So nikaona basi ngoja niachane nao. Kwa hiyo mimi siku hizi nyimbo ndio maana ukuti jina langu kwenye uandishi sasa hivi. Yani ukuti Fobi kamwandikia mtu fulani, watu wa nje ndio na deal nao sana. Kuna watu ambao wapo Amerika wana asili ya Kiafrika wanapenda sana kuandikiwa. Wengi sana. Umeona, yani wengi ndio nawafanyia, yani watu wengi wa nje ndio nakuwa nawaandikia mangoma, watu wa Kenya wapi. Mangoma yataanza kutoka na watu wataona jinsi gani mimi nafanya kazi. Na nimeweka kabisa bei zangu sasa hivi na mwakani nitapandisha tena. Kila mwaka nimepanga kupandisha asilimia fulani. Yes. Hiyo haikuwa vigumu sana kuona maybe kwa sababu huko umeamua kujiopen vile. Maana nakumbuka kati Nevikenzo wanahama kutoka kwenye studio ya zamani kwa Mengo studio ya pili pale, waliweka tu mikataba na ile alisema bwana sasa hivi kunakuwa na kaugumu bwana, hawa wasanii bwana hawaji. Ni kweli, lakini ni bora ufanye hivyo kuliko kudharaulika. Lakini nahisi kuna namna umepoteza, kuna watu umewapunguza Nimepunguza watu wengi sana, na ndio utagundua kuwa Watanzania hatupendi maendeleo ya mtu mwingine. Okay. Mtu ambaye anatoa kitu. Hebu muendeleze mtu ambaye anakuendeleza. Unaelewa? Kwa sababu mimi sipungukii kitu chochote. Kwa sababu tayari soko langu limekuwa international. Unaelewa? Nafanya sana kazi na watu wa nje na kule washastukia kwa wanapeana namba. Wengi hao bana, kuna mtu anaitwa Fobi amenicholea bana. Wale wana longolongo bro. Okay. Akihitaji mtu wimbo kimtumia tu writing price. Ana longolongo kwamba nipunguzie sio nini. Anakutumia mkwanja afu tena kwa dola. Kwa kinyamwezi sana. Yaani kweli kabisa kinyamwezi. Mimi ndio maana ukutumia sasa hivi eti namwandikia mtu fulani. Siwezi kufanya hivyo. Wewe mzee iko wazi, yani wao wanapiga hela nyingi sana. Through YouTube platforms mbalimbali. Kwenye shows tu wananipa mimi milioni 2. Unaona ni nyingi. Wakati show yako moja nikikuandikia wimbo, wewe msanii mkubwa, show yako moja unaenda kulipwa milioni 5, milioni ngapi? Kwa hiyo wimbo mmoja una perform show nyingi sana. Kwa hiyo unapata hela nyingi, unajenga, unabadilisha gari, alafu mimi nipo kwenye ghetto lile. Hata shuka sibadilishi miaka 2. Okay. Gari sibadilishi hata tairi. Ndio nini sasa? Wewe unabadilisha maisha yako. Kwa hiyo nimeona ni bora kuuchuna. Mtu ambaye atataka kuja kumwandikia, atoe pesa nitamwandikia. Okay. Yeah.
Kuna issue ya Hamisa Mobeto inaonekana ilikuumiza sana kuliko nchi zote. Hapana. Issue ambayo mimi iliniumiza sana ni kuoga ya Fedha Kesi. Okay, Fedha. Yes. Ya Mobeto mimi hata haikuniumiza kwa sababu ni yeye tu alijichanganya kwenda kuongelea vitu vibaya radio, na ndio maana mimi nikatoa takwimu zangu. Okay. Kwa sababu unajua mtu ukiwa muongo usiwe msahaulifu. Uwe na kumbukumbu. Umeelewa? Yeye aliongea vitu vingi, interviews mbili. Ya kwanza nikavunga, nikaona nasema labda nijaripitiwa tu yeye. Ya pili tena jamani, ikabidi nichukue tarehe zile. Wewe tarehe fulani ulikuwa umeenda Marekani, ukarudi tarehe fulani, ukafanya hivi na mimi nilifanya hivi. Umeelewa? Kwa hiyo nikaweka pale evidence, na kama uliona ile post watu wengi sana walikuwa upande wangu, sio upande wake yeye. Kwa hiyo kwa hiyo haikuniumiza sana. Alafu inatokea kwa watoto wa kike tu. Fedha mtoto wa kike, Hamisa mtoto wa kike. Yes. Unafikiri kwa sababu gani inatokea sana kwa watoto wa kike? Wanajisahau. Ni watu fulani hivi wanaumia sana wakiwa na shida. Okay. Au wanakuja kwa upole sana na kupiga magoti, lakini wakishafanikiwa kidogo tu tayari. Yaani mtoto wa kike huko hivi anaweza kawa yuko na wewe hata kwenye mahusiano, kwa mfano una IST. Yes. Ukiwa na IST akienda kukutana na mtu mwenye gari zaidi ya IST, anakuacha wewe. Okay. Anaenda kule, ndo wanawake walivyo. Kwa hiyo kwa hiyo mimi sishangai. Kwa hiyo wanauoga, wanapenda kujisahau, lakini watu wazuri sana. Okay. Yeah. Sawa. Juzi bwana waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo kupitia wizara yake bwana aliita kikao. Of course kilikuwa ni cha wasanii, watu mbalimbali. Nadhani ulikuwa umekisikia kile tarehe 17. Walikuwa wanaenda kujadili the way ambavyo inabidi ufanye biashara ya kuuza muziki wako kupitia platform mbalimbali. Fobe ilikuwa ni miongoni mwa watu ambao walihudhuria. Kikweli mimi sikuwepo na nilikuwa safarini. Okay. Yes, lakini nilipata data zote. Niliambiwa vitu mbalimbali. Na of course tuna chama chetu cha wasanii, kwa hiyo tunakuwa tunajua vitu mbalimbali vingi. Moja ya vitu ambavyo wanakuambia vinakosekana kwenye sanaa, hususan ya muziki na movie, huwa hamkutani mara kwa mara kujadili vitu. Kweli. Unafikiri inatokana na nini? Ni uongozi ambao umeuchagua au ni pengine watu bize kulingana aidha mwisho wa mwaka shows na kwa nyingi? Inabidi kuwazoesha watu kwa sababu haikuwa tamaduni yetu kufanya vikao. Yes. Unajua kwa mfano Marekani, Amerika muziki ni kazi. Unaelewa? Yaani wamechukulia kabisa kwamba hii ndio talent yetu. Amerika kila kitu kiko hivyo kwamba bana muziki uko hivyo, na ndio maana hata serikali iko mbele sana kwenye muziki. Serikali inaanza kuwa mbele kwenye muziki Tanzania kwa miaka hii ya karibuni. Yes. Kwa hiyo hata huko kukutana na nini, utaona sasa hivi Mirabai ikianza au vitu fulani ndio tutakuwa tunaona tunakutana sana. Lakini ilikuwa ni ngumu kwa watu kukutana sana kwa sababu hiyo haikuwa tamaduni yetu kuonana. Okay. Ilikuwa tu muziki ya mtu anafanya tu, mimi nafanya tu wimbo na nini, hayo mambo ya biashara. Umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi tunavyoendelea kupata elimu, mambo yatakaa sawa. Okay. Yes. Kuna issue ambayo umezungumzia hapo, of course mirabaha ambayo wasanii inabidi waanze kulipwa kwenye radio station na kwenye television. Kila msanii ana mtazamo wake. Mtazamo wa Fobi unaonaje kuhusiana na muziki wetu? Ndio unaendelea kukua zaidi au kuna namna watu wengine ambao watanyimwa airtime kupitia radio station? Tukiangalia nchi za wenzetu, inabidi tufuate nchi za wenzetu walianzaje. Okay. Tusianze tu moja kwa moja bila kufanya research. Ndio kitu ambacho mimi nakiwaza. Yaani tufanye research kwanza, nchi za wenzetu walianzaje. Umeelewa? Kwa sababu tukiingia tu kichwa kwamba wasanii waanze kulipwa. Radio inaweza kushangaza, tunatafuta matangazo tu zinapita. Umeelewa? Au ikitokea ni kitu cha kweli na kiongea, au ikatokea wasanii waanze kulipwa, radio zitakosa baadhi ya vitu kwa sababu huwezi kupiga matangazo pia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Au radio inaanza kuchagua wasanii wake. Yes. Umeelewa? Kwa hiyo kuna advantage na disadvantage ya hiyo vitu. Kwa hiyo kitu kikubwa ni research ambayo mimi nimeisema kwamba tuangalie nchi za wenzetu walianzaje na tuende taratibu. Okay. Yes. Watu wanakuambia serikali sasa imerudi sana kuwekeza zaidi kwenye muziki wa Tanzania. Unafikiri itafanya muziki wetu ufike mbali zaidi? Usani hata kama waziri atakuja na idea ya tuzo, tunaona sasa hizi kitu chake cha kwanza ambacho anakifanya
amekuja na idea ya kuleta Serengeti Music Festival. Yes. Ambayo inafanyika kesho kutu hapo. Yeah. Unaionaje hii serikali mpya ambayo mheshimiwa kaiteua? Ni safi. Yaani hamna kitu kizuri kama serikali kuwa na ndio kitu nilikuwa nakwambia hapo, watu Amerika serikali iko mbele. Yes. Kwa sababu wanajua kuna kodi nyingi, kuna kodi kubwa sana ambayo inaingia kupitia mambo ya sanaa, tamaduni, sanaa na michezo. Kwa hiyo ni kitu kizuri na natamani kuwe na hivyo vitu, matamasha mbalimbali, kuwe na tuzo hizo. Tuchukue. Tuzo hizo jameni, zichukuliwe. Tuchukue. Sasa hivi ingekuwa na tuzo za nyimbo ngapi ya Kenya? Bwana uandishi, ngoma bora, nini, ndani ingekuwa na tuzo nyingi sana. Sasa chijaba tutashinga tuzo zinakuja afu mna category za uandishi. Si lazima kuwepo na category za uandishi, lakini kuna ile nafikiri kuna kuoga na kuna tuzo moja waga inakuwepo. Ilikuwepo ya nini? Ya mtunzi bora hivi. Mtunzi bora. Hiyo ipo bana. Yaani si lazima tu kwa hizi za kuandikia watu, hata ya kwako mwenyewe. Kwako mwenyewe ngoma yangu mengi yanaingia. Kwa sababu unajua nyimbo zangu ziko na arrangement nzuri. Yaani mada inaeleweka mwanzo mwisho, na huwezi kusikiza wimbo wangu bila kujifunza kitu. Okay. Hicho ndio kitu najivunia. My inspiration song yale imetoa mengi. Kwa hiyo ningekuwa na tuzo nyingi ndani. Bwana, inabidi ifanyike namna bwana, ili watu wawe na tuzo. Tuzo zije Tanzania, watu waweze kufaidika zaidi na zaidi na zaidi. Fobi, mimi nataka tumalize. Of course muda wangu naona kidogo sio rafiki sana. What popping sasa? Korabo unakuwa nazo chache. Jambo mara kwanza umeniambia unapenda kuimba peke yako. Muziki umebadilika sana sasa hivi. Inatakiwa Fobi achanganye mashabiki wa huyu. Aweke pamoja, wasogeze kwake. Collaborations za nje zile najua umeandika sana watu wa nje, lakini pia watatamani kufanya kazi na wewe different na kuandika, pengine kushare studio. Process zikoje hizo? Kama nilivyokuambia mimi kuhusu mwanzoni, nilikwambia kuhusu kazi. Sijamaliza kazi zangu. Okay. Yes. Kumbe tuko ngazi bado. Ifika wakati fanya. Watu wataona hamna kitu kinachoshindikana. Okay. Nishafanya mambo makubwa mimi. Si kwamba eti nakosa mtu wa kufanya naye collab, hapana. Yes. Tena wengi wao ndio mimi mara nyingi, na hata collab nilizofanya bro. Wote walikuwa mengi wamenianza. Yaani kwamba ndugu, wewe unajua ni hatari sana tufanye kazi. Umeelewa? Hata brother bana, ile ngoma twende tulifanya. Nashukuru ilienda mbali sana, nilipigwa na Trace Africa huko wapi. Umeelewa? Kwa hiyo ni yeye ndo anakumbuka tufanye kazi. Brother, shukrani sana mimi fresh. Tukafanya kazi. Kwa hiyo nakuwa na hiyo bahati. So nikiamua mimi collab, nikiamka tu asubuhi bana nataka nifanye kazi na msanii fulani. Mimi fighter mzee. Kwa sababu unajua inabidi watu wakumbuke. Mimi sikuwahi kuwa na management. Nimewahi kusaini management nimekaa nao miezi 3. Kwa hiyo siwezi kuhesabia kuwa ni management. Ukaterminate mkataba wao ndio walikuwa. Yes, mimi ndo niliwaambia bro, mbona naona kama nilikuwa naenda na wakati nipo kwenu kama tofauti. Naomba tuache. Afu nilikuwa nakuja huko juu. Yes, nikamwambia ngoja nirudi kule nilikotoka. Kule kwangu. Naomba tuelewane. Bro, muelewa nachoshukuru. Nimuelewa, tukaelewana, tukakaa chini. Tukamaliza, unielewa. Kwa hiyo nikarudi tena kufanya mwenyewe. Kwa hiyo sina management. Mimi ni hustler, inabidi watu, yaani kama hata ungekuwa na hizo tuzo kipengele waweke kipengele cha hustler. Yaani msanii ambaye ana hustle peke yake bila management na anasimamisha jina, anapigiwa simu za show. Lakini Fobi ni jina kubwa sana. Mpaka sasa ina maana hakuna management inayokutafuta uendo zile conditions zao uzielewe. There's a lot of management ambazo zinakuja kwa ajili ya kusign. Lakini mimi kama nilivyokuambia, nahitaji kuwa inspire watu waone kuwa mwenyewe inawezekana pia. Unielewa? Si kwamba sipendi kuingia kwenye management, napenda sana, lakini sometimes mikataba, mimi siwezi kukaa sehemu miaka 10. Siwezi kulipwa labda asilimia fulani na nini. Unielewa? Kwa hiyo natamani kuwe na management ambayo mkataba utawekwa mezani, mimi nitaongea vitu vyangu na yeye ataongea vitu vyake, tuunde mkataba.
Kwa sababu kuwa kwenye management au kazi yoyote ni mkataba. Sasa ukikuta mkataba tayari ambao umeshaandikwa, huo sio mkataba, unakuwa mtu mmoja. Wasanii tuna hali ngumu kweli. Tunaanzaga na hali ngumu sana. Wengi wanaofail. Ukiambiwa utakula, utalala, utavaa, unaenda unasaini mkataba. Umeelewa? Sasa ukisaini mkataba kumbe hujui miaka 20. Haya, tukishafanya show labda utapata wewe 10%, yeye anachukua 90%, umeelewa? Bana. Haya, tukifanya show kwenye mkataba mtakukata kitu fulani, hatuelewagi, tukiambiwa tu utakula, utalala, utavaa, unaenda una sign tu mkataba. Kisha mkataba. Yes. Kisha umeambiwa tu utakula, utalala, utavaa. Hicho mimi kitu sikipendi. Bora nipate shida nihangaike na mashabiki zangu hawa wachache ambao tunaendelea kupambania kombe, tutafika. Okay. Yes. I know, tunakumbuka Rosalie aliyokusaini mkataba mmoja hivi. Hatakuwahi kuona umeishia wapi, japo ukipigania historia anakuambia yeye ndiye aliterminate ile mkataba, lakini mkataba ambao unaonyesha Rosalie amenunuliwa nyumba. Of course kapewa ndinga. Nyumba yupo bye kwenye nyumba au? Ndio mkataba ya bonge. Ndio maana anasema pengine kuna la kujifunza hapa. Inawezekana wasanii wachache kama nyinyi ambao mnaelewa nini ambacho kinatakiwa kifanyike, pengine zika darasa kwa watu wengine. Au mambo vipi kwenye vikao vile vya wasanii huwa hamuyajadili, au mkienda BASATA kwenye vikao vya BASATA vile pendekezi, kwa sababu najua kuna watu ambao wapo ni wanyonyaji tu kwenye huu muziki. Wana interest zao na faida zao. Hao najua nao pia wanatambulika na BASATA au na POSOTA kwa sababu anakuwa amesajili hizo nyaraka zao za biashara. Wakati msanii unaenda kule kunakuwa hakuna mapendekezo ya namna gani wa BASATA za kaangalia kwamba hebu tuangalie hawa wafanyabiashara wa muziki huu wanapokuja kufanya uwekezaji kwa msanii wanatakiwa wafanye vitu gani, au msanii anatakiwe hajue vitu gani na vitu gani na vitu gani? Mimi ninachokiwaza ni kwamba unajua kuna vitu ni ngumu kujadili kwa pamoja. Kama swala la mikataba ya wasanii, yani tunaweza kujadili labda ule mkataba mzima. Mfumo uweje? Mimi nazungumzia mfumo. Hiyo tunaweza kujadili na kufanya, lakini sio mkataba wa mtu mmoja kwamba huyu mkataba wake sijui uwe hivi nini. Hiyo pia haiwezekani. Ni sawa na kuwalazimisha watu kwamba bana sasa hivi ni hakuna mtu kuimba zuku. Unaelewa? Wote tuimbe nyimbo za kukimbia. Unaelewa? Yaani haiwezekani. Kwa hiyo kitu mimi ninachokiwaza ni kwamba wasanii tu tujitambue. Mkataba inaumiza sana bro. Wewe niambie msanii gani ambaye alikuwa kwenye mkataba hapo akatoka nje na anaenda vizuri? Bwana nitaanza kutana watu hapo. Kwa hiyo inabidi tujitambue, tujielewe, na kama tunatoka kwenye mikataba basi tutoke kwa hali ya uzuri. Unaelewa? Lakini mikataba mingi nayo kuwa haishagi vizuri. Inabidi kujifunza kitu. Ndio maana mimi sitaki kuingia kwenye hizo mambo. Kabisa. Goals. Ina maana umeisoma vizuri alafu kujua kama hapa inaweza kuna tatizo hili. Sitaki kugombana na watu. Wasanii wawili bwana wa kike mpaka sasa hivi ambao tunao wameamua kutangaza hadharani kwamba bwana wao sasa hivi hawataki tena kuimba. Vanessa Mdee, Jolie. Wote tunawajua vizuri sana. Lakini pia wakati hawa wanaacha kuna wasanii wengine wa kike wanaongezeka kwenye upande wa kuimba. Tunamwona Official Nai kaingia kwenye game. Lakini pia wako wasanii wengine ambao wameingia kwenye game pia. Kuna Tifa, Video Vixen mmoja pia kaingia kwenye game. Miongoni mwa watu ambao wana sikio la kumjua msanii ambaye anakuja kufanya vizuri, Fobi ni miongoni mwao. Kabisa. Hebu tutoe comment kwanza kwa ambao wameacha muziki sasa hivi, pengine unaweza kuwa wajua mengi sana ambao yapo wanapitia, lakini pia turudi kwa hao ambao wanaingia kwenye muziki sasa hivi. Msanii pekee ambaye kadumu kwenye game muda mrefu, so legend wetu bwana Red JD. Hatuwezi kujua alipitia changamoto gani, lakini still kasurvive, kafanya kitu hicho kwa ubora ule still miaka 20. Lakini hao wengine hawajafikia hata miaka 10 wanakuambia wameacha muziki. Pengine mtu ambaye hatujafaidi kabisa ni matunda ya Jolie. Hatujafaidi kabisa ule ubora wa Jolie. Pengine tungemsubiri miaka kadhaa mbele tungefaidi hicho ambacho anacho. Wacha tupate comment kutokea kwako. Jolie ni msanii mkali sana.
japokuwa hawezi kuandika, anaandikiwa. Mara nyingi mwanangu Ibra Nation ndio alikuwa anaandikia mangoma. Okay. Lakini tunarudi pale pale. Julie ameacha muziki akiwa kwenye mikono ya management, si ndio? Yeah. So hatuwezi kujua ni sababu gani. Lakini tumeona alichukuliwa na management. Alafu at the end of the day tunashangaa anatangaza kuacha muziki. So mimi I don't even know the reason kwa nini ameacha muziki, lakini nafikiri ilikuwa bado. Na mimi naamini kuwa hajaacha muziki. Okay. Hata Vanessa Mdee hajaacha muziki. Niamini mimi bro. Muziki ni addiction. Okay. Kama unapenda muziki ni addiction. Huwezi tu kuamka asubuhi kusema nimeacha muziki. Haipo hivyo bro. Niamini mimi, waangalie watu wote waliowahi kutangaza kuwa wanaacha muziki bila sababu ya msingi. Okay. Walirudi kwenye muziki. Yeah. Yes, kwa hiyo hata Amerika iko hivyo. Kuna wakati kuna quarrels tu zinaweza zikatokea kwenye muziki zikakufanya wewe uache muziki. Mimi mwaka 2018 niliwahi kutangaza kuacha muziki. Yeah. Niliposti kabisa, jamani naacha muziki kutokana na changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo. Nimetoa wimbo wa kitanda, nikienda huko nakutana na changamoto hii. Watu wakubwa ambao wapo kwenye game. Siwezi kuelezea tena, spendi turudi kwenye umeelewa? Lakini kabisa ni mtu anataka wewe usiende yani. Umeelewa? Nikaona hasa mimi niko peke yangu. Nyie ni wakubwa tayari. Yeah. Hamtaki mimi niende, nifanyeje? Ngoja niache muziki nirudi labda kwenye mpira. Nikacheza kufanya kitu kingine. Ndio niliamua hivyo kweli kabisa, lakini mama yangu kwa maneno aliniambia sitokuja kusahau. Okay. Hayo maneno aliniambia hata bongo nzima wakusanyane, ngoma ziwe 100 ngapi, waje nyumbani pale wanipigie. Hauwezi muziki, acha fupi. Acha muziki wewe, wapige asubuhi wakeshe masaa 24, siwezi kuacha muziki. I love music. Na pia muziki mimi naufanya nipate hela nisipate hela. Yaani muziki naupenda. Okay? Umeelewa? Yaani muziki tu naupenda, wewe uninyime hela kwenye muziki. Sijui ufanyeje. Mimi muziki naupenda tu. Unifanyeje sijui muziki naupenda. Kwa hiyo nilishawahi kutangaza kuacha muziki, lakini karudi mama yangu aliniambia usikubali kukatishwa tamaa na mtu ambaye hajui malengo yako. Maneno makubwa sana, sitokuja kuyasahau na uwezi kuniambia chochote. Okay? Yes. Sawa, hebu tuone kwamba wanaingia sana kwenye muziki sasa hivi. Kutokana na maarufu wao ambao wamekuwa nao mtaani, wanaamua kuimba, wanaingia kwenye game, tunawakaribisha ndio. Lakini Fobi ana skill la kujua huyu ni msanii mzuri, atafika mbali na huyu aweza kafika mbali. Wasanii wengi ambao hawajui. Lakini hivyo wanaingia wengine wanaishia njiani. Wengi waliotoboa, waliofanya nini, si kwamba wanaujua muziki hivi. Na watu wametoboa, lakini mpaka leo ukimwachia beat hapo, bana beat hiyo andika au ufanye kitu chochote hawezi. Hata kupita na beat kunata nayo hawezi, lakini ametoboa kwenye muziki. Kwa hiyo mimi siwezi kutoa neno lolote kwamba hawawezi. Japo sikio langu nalijua kabisa, siwezi kulisema hadharani kwamba bana huyu hajui au huyu ni hivi. Sipendi kugombana na watu. Lakini yes, mimi sio mtu wa kiki. Lakini ujue tu kuwa hata waliotoboa wapo ambao hawajui muziki, ukimwacha yeye na beat mfungie ndani. Imba hapo. Haimbi, watu wanaimbaga off key hata hakuna beat. Imagine. Okay. Yaani hakuna beat lakini mtu anaimba nje. Imagine. Kwa hiyo kila mtu na bahati yake. Unaweza kumtabiria mtu mabaya au nini, sawa sikio lako bovu, lakini watu wa bongo sasa hivi wamebadilika. Mimi nashangaa mashabiki siku hizi, manyimbo ya ajabu yaeleweki ndio wanayapenda, yani wanaelewa, unanielewa? Yaani wimbo upo tu haujulikani kichwa kipo wapi au miguu. Lakini mashabiki wanaupenda. So nituache. Ndio jinsi ilivyo, hauwezi kubadilisha hicho kitu. Okay. Mimi swali moja la mwisho, Fobi anafikiria kuwa na kama kasukuu hivi kuwafundisha watu the way ambavyo anatakiwa andike, kwa sababu tayari tukiacha kuhesabu watu ambao yanatakiwa walimu sasa kwenye muziki, Fobi ni miongoni mwao. Watu wengi sana huwa wananiuliza, na hata kuna rafiki yangu mmoja nilikuwa namwandikia sana nyimbo, anaitwa Luke, yuko America. Nimemwandikia nyimbo, ashatoa nyimbo, hela ya nyimbo kama 4. Bwana, afu hela nyingi sana. Anambia bro,
can you please teach me how to write a song? Nikamwambia yo, nitakufundisha, haina noma. Kwa hiyo anaona natoa hela nyingi alafu umeelewa. Kwa hiyo anahitaji pia darasa la kufundishwa how to write a good song au hit song, umeelewa. Unajua uandishi sio tu kuandika tu ili mradi, au kuandika wimbo sio tu unaandika ili mradi kwamba umeenda studio kuna hiyo beat au ufuati misingi yote basi unaandika tu unaimba tu oh mama baby nakupenda mama nipe nini. Kuna vitu vya kuvifanya. Mimi kuna vitu ambavyo lazima nivizingatie. Yes, kwa hiyo sijawahi kufikiria kuanzisha darasa japokuwa yani wewe ndio umenivumbua. Kwa sababu there's a lot of people, there's a lot of artists ambao inaweza ni mradi mwingine huo pia. Yes, ambao wananiuliza Fobi unaandika vipi ngoma, mbona una mpangilio mzuri? Unaelewa? Mpangilio mzuri. Wewe unajua kabisa hii hapa papai inapanda inashuka inafanya hivi hapo umepoa, yani unanielewa. Kwa hiyo wengi huwa wananiuliza unaandikaje nyimbo, unawezaje kuandika hit song, au unawezaje kupangilia mashairi, unawezaje kuanzisha mada. Vipo vitu vya kuzingatia, lakini pia vipo vitu vya kuzingatia kwenye uandishi mkali, umeelewa. Lakini pia basi tu sijawahi kufikiria, lakini ndo nitaanza sasa kufikiria kufanya hivyo. Sawa. Yes. Bwana anaitwa Fobi. Fobi bwana, mimi nikupe nafasi ya mwisho ongea neno la mwisho ambalo unalo then naona time inakata chizi yani. Yes. Tumeongea sana lakini madini makubwa sana. Yes. Kitu ambacho naweza kuongea, kwanza ni waombe radhi mashabiki kwa kufuta ile YouTube account ya mara ya kwanza. Kwa sababu mtu mpaka anakubali kuja kusubscribe kwenye channel yako anakukubali. Yes. Naomba radhi sana, wanisamehe kwa sababu niliifuta, sikuwa na faida nayo. Nachoomba ni wakasubscribe kwenye channel yangu mpya ambayo inaitwa Fobi Official. So waende wa subscribe, wa share, wa like, wa comment, wabonyeze kengele kwa sababu muda wote naweza nikaachia video. Yes, kuanzia time hii. Yes. Lakini pia wanifollow Instagram, natumia Fobi Official. Kila sehemu ni Fobi Official. So watu wanifollow, wa subscribe YouTube. That's all I can say. Bwana anaitwa Fobi huyo, kashamaliza hivyo anakuambia hebu ile account ya kwanza ile wanangu tusameheane ile au vipi? Kwa sababu account imeshakuwa kama kwa ina faida hivi, kama kitu kime na faida inabidi tukipige pembeni alafu maisha yanaendelea. Bwana leo nibidi tuwe na Tifa. Kwa bahati mbaya ni kwamba Tifa bwana akapata udhuru. So kesho tutakuwa na Tifa hapa. Tutapiga naye story mingi sana. Kikubwa unaendelea kuenjoy na kusikiliza, lakini pia Fobi mimi nataka nimtambulishe kidogo. Fobi bwana, sisi tuna concert yetu ambayo inafanyika kila mwaka. Inaitwa Organization of East Africa Vibe Concert ambayo inafanyika Tanzania, Kenya, Burundi, Rwanda, of course na South Sudan. Au vipi? Kwa sababu radio yetu sisi ni sauti za Afrika Mashariki. So wanachama wote wa Afrika Mashariki huwa sisi ndio huwa tunadili nao sana. Mwaka huu hajafanyika kwa sababu ya COVID-19. So still mwakani mambo yakikaa sawa ikaa vizuri. Fobi inawezekana kani miongoni mwa watu ambao tuweza kukutaxi pia. Tukaenda huko bwana. Umeingia mara kwanza leo Midundo Radio. Of course na have me enjoy sana. Asante sana pia kwa timu yako. Nashukuru sana. Yaani ongereni sana. Asante. Place ya Kiafrika kabisa. Yaani unakaa una feel comfortable. Pamependeza. Yaani I feel like home. Bwana karibu sana pia. Asante. Karibu sana. Bwana sisi ni sauti za Afrika Mashariki. Tunasema wale Emirates bwana wale wametupa lisali 1:30. Na hii sali 1:30 ndio limekata for this round saa 2:49. Najua kabisa kuna watu ambao inabidi show yao iende hewani bwana kuanzia na dakika 55 hapo. So tusiwakatili sana kwa sababu maisha ndio inafanya. Lakini pia nimeenjoy sana kusikiliza show ambayo tumefanya na Fobi. Kama unamiss sana kusikiliza na unatamani sana usikilize, na kama kuna jana kwamba hakuisikiliza pia tunakuwekea pale YouTube kupitia account ya Midundo Online Media. So dondoka hapo pia subscribe na utaweza kuipata live pia, lakini pia utadondoka pale ambapo tunatumia Instagram Midundo_online, pia ukatucheki pia temizika yako nzuri sana. Lakini pia kama unataka kufahamu vile ambavyo video Fobi itaachiwa leo usiku, ndio kwenye account yake ya YouTube anatumia Fobi Official. Subscribe pale pia uwe kwanza kupata video yake mpya ode. Mimi nasema Tanzania, kwa sababu Instagram na tumesema Tanzania Zoe kupitia YouTube channel yetu Midundo Online Media, of course Twitter, Facebook, tunatumia Midundo Radio. Tucheke kwa pia. Kesho ni siku, of course ni Tuesday, nimekuambia Tifa kesho atakuwepo hapa. Tutapiga naye story mingi sana, lakini kikubwa
tumepewa nguvu na Sana Biz, Sidea Tanzania, of course Sana Poto, lakini pia na Emirates Tanzania. Endelea kuenjoy kusikilizia Midundo Radio. Na kwa na kibao cha Fobi kinaitwa Ode. Tunasikiza kwa mara pili tena.